Kiegatho muno ni undu wa guthina mbere na kunyitanira na ithui Kameme gwi Farita Friday haria tukoragwo tugithina mbere na kunyitanira na ageni aitu na ageni aitu umuthi tutigukorwo tukieria Gikuyu tugukorwo tukieria Githweri tondu ni tumendete muno na Kenya ni itu ithuothe na tutiendete ukabira noguo tugukorwo tukieria Githweri leo kwa nilikuwa nawaambia leo tutazungumza Kiswahili sababu sisi wote ni wa Kenya na tunawapenda sana na hata kama mko na nyimbo za Kiswahili sisi tunasikiza na tunazifurahia sana. Mungu awabariki kwa kuchagua. Mngechagua kwenda ile side nyingine lakini mkachagua kwenda kwa ile kazi ya kuvuta watu kwa Mungu. Tumewakaribisha sana Kameme TV. Ni ndiraigwa. Wewe ndio uraigwa. Janet ndiraigwa. Janet mama ndiraigwa. No ngoro de translate kwoguo. Na sieko? Mama nawaambia unasikianga kidogo lakini tutatafsiri pia. Tutatafsiri. Sawa. Wafeel tuko nyumbani. Lakini kwa kurahisisha mambo tuzungumze tu Kiswahili. No wewe Mugikuyu wewe Monyoba. Katika studio tuko na Janet Otieno. Janet Otieno ni mwimbaji wa nyimbo za Mungu za gospel na tunampenda sana. In fact ameingia hapa nikamwambia ile kuna wimbo moja yake nasikia kulia na ninainijenga sana. Lakini kabla niendelee kuzungumza na kusema mambo mingi lazima wageni wetu watusalimie, watuambie wametoka wapi, wameamka aje, alafu watuambie majina yao kamili. Isikuwe ni labda ni majina yao ya artist. Na labda tutaanza na mam. Janet tunakukaribisha kamera namba 1. Wasalimie tu. Hii hapa. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Mmeamka salama. Naitwa Janet Otieno na shukuru sana kuwa hapa siku ya leo. Kameme ni place tunapenda sana maana tunafeel nyumbani. Sija kuja hapa ni mara yangu ya kwanza kabisa lakini nimejisikia nyumbani, tumekaribishwa vizuri na tumependa. Umepewa chai? Tumepewa chai. Tumekunywa na tunasikia vizuri. Tunashukuru. Na mimi tunaendelea kuongea mengi kadri saa zinazidi kusonga. Ni kweli. Ndio. Janet tunaweza taka tujue umetoka wapi, umezaliwa wapi, lakini kabla hiyo wacha Wiz atuambie kijana wa Chachari. Na labda nishukuru Janet. Mungu akubariki. Si watu wenye wamebombea wanakubaliki kuchukua vijana wadogo wenye wanainuka. Tunashukuru sana sababu wengine wanaona labda klasi yao haiwezi fika hapa lakini unainua vijana wadogo wenye wanataka kuwa katika gospel. Mungu akubariki. Amen. Wewe kwa territory ya kumudu wako. Ni jitawa Lawrence Karaja. Na de Wuini wa gospel. I'm very new in the ministry. Actually ndio nimefikisha miaka 2 tangu nianze. Na nashukuru Mungu nimeweza kufanya mambo kadhaa ndio niweze kupatana na mama. Though mama nimemtafuta sana, usione tu amenichukua tu. Nilimsumbua sana. Ndio ikafikia mahali tunafanya kazi. Ni kweli. Na mbona ulichagua mama? Nilichagua mama sababu nimekuwa nikimtafuta tangu 2013. Ni nini ilikupendeza kwa nyimbo zake? Mama nilikuwa mfanyikazi wake kitambo. Wow. Yeah, nilikuwa nafanya kazi kwa timu yake ya shoots nini arrangement. Mimi ndio nilikuwa mtu wa kusongesha vitu. Wow. And nilikuwa nishaanza kuandika nyimbo lakini sikuwa nimeget chance ya kurecord. So nilikuwa namwambia mama mimi najuanga siku moja tutaimba na wewe, anacheka. Anashindwa kijana. But nakumbuka aliliwahi niambia siwezi imba na wewe kama hujatia bidii kivyako. Kweli. So nahitaji siku moja nikiwa kwangu na kuona kwa TV. Then from there watu watasema Janet ameimba na Weezdom. Kweli. Siwezi imba na wewe watu wasemange nicheze ile wimbo ya Janet na kijana fulani. So since hiyo time mimi nimekuwa nimetia bidii kufikia hapa 2017 I'm the new artist of the year Groove Awards. Wow. Na bado haikufanya mama akubali kuwaka na mimi. Lazima ungetia bidii. Juzi ndio DJ Sadika amenisign as his first signee. Genius Record label. Ni label mpya na nafurahi sana alinichagua as the first artist. Akaniambia Weezdom sasa nataka ufanye collab na a top female artist. So nataka uniambie ni nani, mimi nitamleta on board mfanye wimbo. Kachagua mama. Of course yeye ndio amekuwa tu top list kwa mind yangu. So ni yeye tu nilichagua. Na tuko na furaha sana tumekuja hapa ku launch hiyo project. Yani it's such a big milestone kwa ministry yangu. And I'm very humbled kufanya kazi na mama juu. Ndoto yako ni ipi? Ndoto yangu? Ndoto yangu ya kwanza ilikuwa hiyo. Acha kwanza tushukuru Mungu kwa hii.
sababu nimekuwa nikifeel nahitaji kuwork na someone who is bigger than me, someone mwenye atani introduce kwa crowd yenye bado sijafikia. Unajua unapata wale mafans wangu ni vijana wadogo, wale watoto tunaenda kuministeria kwa high schools, and now nimefika ile level mama anaweza kubali kuwork na mimi na nisho kuna mahali naelekea. Tunashukuru sana. Labda tukiendelea utatuambia umeoa ama unakusudia ama uko na mtu una date, lakini tutaendelea. Na labda kutaka kukumbusha tu wale ambao wanatutazama saa hizi, Janet Otieno wakiwa na Weezdom wako na ngoma mpya inaitwa Amka Ucheze. Labda unaweza enda YouTube na utaipata, na kabla waondoke hapa lazima watuchezee hiyo wimbo na ndio tuendelee kucheza, na kuna nyimbo nyingi sana ambazo tunaendelea kucheza. Mambo Mbona ukaamua nyimbo za Injili? Nyimbo za Injili nimeamua, kitu cha kwanza kabisa ni kwa sababu mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Ukiwa umeokoka na we ni muimbaji, hakuna wimbo unaweza kufanya nje na Bible. Kwa hivyo kitu ya kwanza kabisa imenifanya nifanye nyimbo za Injili ni kwa sababu ninamjua Mungu. Na hiyo ni mojawapo ya njia ya kutoa shukrani zangu kwake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya mambo mengi ambayo amefanya ndani ya maisha yangu. Kwa hivyo hiyo ndio sababu haswa umefanya uende kwa Injili. Changamoto ni zipi ambazo mnakumbana nazo wakati mko katika huduma hii? Changamoto zipo nyingi kama just like any other area of life. Ni kazi ya Mungu tunaifanya. Wakati mwingine tuna invest a lot of time and money, na ukifanya kwa ile hali ya kutarajia ya kwamba nipate hela labda nipate fame, nipate vitu kama hivyo, inaweza kushangaza, lakini Mungu anatusaidia. Changamoto nyingine kama mimi ni mama, ni mama wa watoto, mimi ni mke wa baba fulani, na pia au hizo zote ni wanakuhitaji, mume wako anakuhitaji nyumbani, watoto wanakuhitaji nyumbani, na bado huduma inakuhitaji na kazi zingine pia zinakuhitaji. Kwa hivyo na wewe ni mtu mmoja, jinsi ya kujigawa kufanya hizi vitu zote inakuwa ni challenge kubwa sana, lakini kufikia sasa naweza sema Mungu amenisaidia pakubwa kabisa kujua jinsi gani ya kujipanga. Hiyo ni changamoto. Ni kweli. Labda Weezdom, mlikuwa unameniambia kuna lebo ambao umefanya na DJ Sadiki. Sasa matarajio yako ni yapi? Naweza sema nilikuwa challenged kidogo. After nilishinda Groove Awards, watu walikuwa na expectation kubwa. You see, kuna hiyo perception ya huyu ndio new artist Groove Awards, so wanangoja wapate videos kali zaidi ya vile nilikuwa. Wana expect kuniona zaidi ya vile walikuwa wananiona. But unapata changamoto pia, unapata ni mfuko, because inamaanisha mtu ameshinda new artist of the year ni upcoming artist mwenye kazi yake imeonekana inaweza. Hebu nikuulize hiyo groove, sababu unasikiaga groove tu, mnapewa nini? Nataka tu kujua, sababu sisi tunaona ni kitu kubwa. Labda kama sisi tukishinda vitu awards tunapeagwa. Kama mimi kuna vitu zenye awards tunapeagwa kitu kama hii lapel, ni pesa mingi sana, sababu wanataka niendelee kutangaza na sitashinda nikichukua yenyu. Labda ile kitu natarajia mnaweza pewa na groove ni kama pesa ya kurekod. Mnaweza pewa, mnapeangwa nini? Acha niseme, siwezi sema hakuna kitu tunapewa. Mnapewa nini? Jina peke yake? Sababu una get after hapo, like tulifanya tours countrywide za winners edition tour. Tulifanya groove tours. Alafu and unapata nimechaguliwa hapo. Alafu na nalipwa vizuri. Siwezi sema ati hakuna kitu napata, and that recognition kuna mahali imeni place unanipata. After hiyo ni hivyo. Siwezi sema kuna zingine nyingi, lakini the recognition na appreciate, sababu ndio imefanya maybe pia DJ Sadika akaona huyu kijana akona future, lakini siwezi sema kuna pesa, ndakuwa nadanganya. Lakini mimi naweza challenge, naweza pea changamoto wale watu ambao wanafanya Groove Award. Groove Award tukichagua watu tunatumaga pesa mingi sana. Hizo ni hela. Sisi mimi nikisema nataka Janet, nimetuma pesa yangu na kuliwa pesa. Naweza taka at least hata kama mtapelekwa around, sababu jina ulijingangania wewe kuunda jina yako. Isipokuwa hatungependa music yako, kuchagua. Hizo pesa ningekuwa manager wa Groove ningewapea, lakini hizo pesa zinafaa kwenda kwa mtu ndio ajiboost. Ndio ajiboost. Lakini hiyo labda watafikiria. As I was saying,
na after hapo mafans wanaamini nimepewa na niko na vitu nyingi lakini si kuwa so nimekuwa challenge sijaweza kutoa nyimbo nyingi tangu nishinde and sasa kupatana na DJ Sadiq kunisign kukuwa chini ya management amenipunguzia hizo challenges zote. Management yangu inashughulikia vile nitarecord, inashughulikia videos, inashughulikia kila kitu yani so for now naweza sema kuna tofauti kubwa ya nikiwa peke yangu juu nilikuwa mimi ndio manager, mimi ndio PA, mimi ndio messenger, mimi ndio nafanya kila kitu but now kazi yangu ni uandishi tu. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa ni baraka. Baraka ziko lakini watu wa Groove Award hawapatie pesa. Tutaki kupata big word, big name no money. Hii ni station kubwa wamesikia walitaka kitu. Labda mama nitarudi kwako Weezdom. Mama kuna changamoto nyingi sana mnakumbana nazo. Wewe ni mama, wewe ni msupu, wewe unaitwa mahali kwingi. Saa zingine tunaona katika mitandao mambo yanaenea kama rafiki yako wa kule kuna siku nilisoma kwa mtandao nikasema hapana. Unakumbana nayo aje, unaweza kujisustain aje na kuambia familia yako bado uko na bado unaendelea? Mambo kama hayo kama vile umesema mimi ni msupu, nashukuru, asante. Ni kweli. Na mambo kama hayo tunakumbana nayo kwa sababu tunaishi duniani ndio iko na watu. Na mimi naweza tu kusema ni ukishajua ya kwamba wewe ni nani, kama mimi ni mama, nina watoto, na pia nimeokoka na mjua Mungu. So ukishajua ile ya kwamba moja wapo ya nini zile kanuni za wokovu ni kukuwa na nidhamu ya kivyako mwenyewe, kujirespect. Ukishajua ya kwamba hapa nafanya kazi ya Mungu nahitaji kujiheshimu yani na nifanye kazi ya Mungu nisije nikaleta aibu kwa ufalme wa mbingu, unaona? Hiyo tu ukishajua ya kwamba uko hapa kwa sababu gani, why are you here? Uliitwa, nani alikuita na ulikuja kufanya kazi gani? Hapo ukishajua nafikiri utaenenda kwa njia fulani ambaye Mungu anapenda. Kweli. Weezdom. Nyimbo zako ni zipi? Lazima kuna nyimbo zinakuja na vijana kama wewe. Zile uwezi kutofautisha kati ya nyimbo za dunia. Unasikia jiki ziki. Wewe line yako unataka ipi? Kitu moja naweza sema, naweza tetea wasanii wote wa gospel ambao ni vijana kama mimi. Naweza watetea in this way. Tuko na crowd kubwa sana ya wasee wako between maybe from 13 years to 25 years ambao lugha yenye mimi nazungumza nayo kwa muziki wangu wananielewa zaidi. And hiyo crowd tunaweza ipoteza ikaenda kusikiza zile ngoma za gizani tusipowarahisishia ile lugha kupitia nyimbo za Injili. Kwa hivyo kidogo si ati tumepotea. Naweza sema kuna mayouth ambao wana relate sana, hadi wanajua Mungu through hizi ngoma zenye sisi tunafanya. You see like mimi ni rapper, I'm a gospel rapper. Maybe kuna mzazi anaweza kuwa nyumbani akisikia nikisema story na kuishiwa ni utani tu, labda niliacha kupaniki brother, si mimi ni wa maana na najua yangu dhamana. Anashindwa kijana ni gospel, lakini kuna kijana wake ako kwa nyumba ananielewa zaidi, anajua umsema zee ana preach na sheng. Unaniget? So kuna hiyo necessity ya hiyo crowd tusipoteze. Sababu Weezdom utapata hela, najua utapata hela sababu hela ni za Mungu. Utawezaje kujizuia na mambo ya dunia? Sababu acha nikwambie, tusidanganyane tu. Hela zinaleta mambo mingi sana. Umeweka discipline gani kuhakikisha kwamba Yesu, umepigia Yesu magoti lakini baadaye after kupata pesa hautavuka hiyo line? Ya kwanza yenye nimejiwekea ni jina yangu, Weezdom. A wise man is someone who is righteous, and even if he's not righteous, is very cautious. Na ni mtu ambaye ana respect kila mtu, na ni mtu ambaye anaogopa Mungu, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And ministry yangu mimi nimekuwa kijana ambaye nataka sana kutumikia Mungu. Hata ukisikiza ngoma zangu mimi na stick sana kwa word. Si try kushika watu through njia ambayo hautanielewa. And it's the only reason why mama alikubali kufanya kazi na mimi. Mama ni fano wangu. Ni kweli. Mama anarapingi nyimbo zangu. Mama, tutarudi kwako, lakini tunataka tu kuchukua simu. Lakini tukirudi, labda unaweza nielezea when was your lowest moment kwa ministry? Unaweza niambia ni lini ulikuwa na
umesikia sasa Mungu najua umeniita Yesu lakini hapa nimelemewa. Utaweza kutuambia, alafu labda utaelezea wale ambao wanainuka, alafu tutazungumzia juu ya hiyo label, ndio utuambie label ni kusema nini, watu wanaweza ipata vipi, lakini wacha tuchukue simu mbili tu. Okay. Hello, good morning Wangeshi. Good morning. Huyu ni Jomo Ndia kutoka Ruiro. Jomo Ndia, kumbe unajua kuzungumza Kiswahili Kabisa, wacha nisalimie mam. Na nimwambie nyimbo zake nazipenda sana. Bwana asifiwe Mama Janet. Bwana asifiwe sana. Salimia Weezdom. Asante sana, nimesalimika bro. Kwanza nishukuru sana kwa sababu ya Wangeshi kumleta katika Kameme TV. Kweli. Na niambie Wangeshi mimi bado ni msanii wa nyimbo za sifa. Wow. Na kama kuna challenge yenye nimesikia mama akisema, ningetaka kwanza watu wajue kuna tofauti ya music industry na music ministry. Na kama uko na wito ambao umeitwa na Mungu wa kuimbia Mungu, ushikanishe hayo mambo mawili. Badala ya wewe unafanya ministry, uingie kwa industry, utapotelea je. Hiyo unafanya nyimbo za sifa au unafanya nyimbo zingine? Kweli. Kile kinafanya niseme hivyo ni kwa sababu najua Mama Janet anajua kama hii mwaka haya mambo yenyewe tumepitia kama wasanii ngumu sana. Kwa sababu hakuna mwenye anatushikilia, hakuna mwenye anatushughulikia. Ukiangalia mambo kama ya Skiza Code, ukiangalia mambo kama hii ya Liberty na whatever, hizo zote kama kuna watu wako na shida. Nilikuwa nizungumzie hilo pia. Ni wasanii. Unajua ni kwa nini Wangeshi? Najua Mama Janet atakuwa witness wangu kama hii mwaka. Imagine tumetumiwa na ile kampuni yetu tunasema ni kubwa sana ya MTSK. Badala ya mtumiwe ile pesa yenye umefanya, unatumiwa message ya kwamba I wish you a merry Christmas. Amegonga ndipo. Sasa sisi wasanii hatuna watu. Ukiingia kwa mambo ya faida hakuna mwenye anatutetea. Mimi nimesema wasanii kuna Sadi, unaona mpaka wasanii wa nyimbo za sifa wanapotelea kwa vilabu kwa sababu vilabu wanaipa. Najua changamoto ni nyingi. Najua nasikia Mama Janet akisema sisi wasanii. Ni kweli. Tusiposimama hata tukisimama na Mungu sisi hakuna mwenye anatufikiria. Sisi serikali yetu itashika. Nimesikia Jo. Ili tusaidiwe kwa sababu tumefilisika, tunafanya kazi. Hizo nyimbo tunatoa kwa pesa nyingi ukienda kwa studio. Ndedaigwa harosio. Lakini hakuna mwenye anatufikiria. Thegio. Ndedaigwa Jo. Ni kitu nilikuwa nataka kuzungumzia, wacha nichukue simu nyingine mmoja alafu tuendelee. Hello? Wagesi? Yoyo. Kohana atia rĩu? Nĩ kwega mũno mwana witũ, kohana atĩa? Gũtirĩ na ũndũ mwana wa Thĩka. Kohana, ndũkwaria Gĩthweri rĩu? Ona Gĩthweri no njarie, gũtirĩ kĩndũ itangĩaria Wagesi witũ. Sema basi. Ona kĩndũ kĩrĩa ngwendaga kũmoria rĩo, ngĩmũgeithie. Nĩmageithĩka. Twageithĩka mũno. Nĩmekũhota kũigua Gĩkũyũ kana njarie Gĩthweri? Nĩmekũhota. Nĩmekũhota kwaria Gĩkũyũ? Ikore marakĩigua tũceke twarie tondũ nĩyo ruga yetu ya mama. Rĩu rĩ niĩ ndakena mũno. No ndaigua nginya rap ĩyo nĩ njega mũno. Thengio mũno. Arabu Wagesi witũ rĩ. Ndigua ndakũria kĩndũ kĩmwe. Tondũ nĩtũrona rĩu Gĩthweri gĩtuĩkĩte tarĩ sheng, ũkaria kaũndũ ũkona tarĩ kũruma waruma mũndũ kana tarĩ kĩrĩa rĩ. Ruge matangĩka atĩ ũndũ ĩgũtwarwo syllabus-inĩ ya thukuru ĩgĩthomithagio tondũ tũrona rĩu ona mwana nĩarakwĩra kaũndũ. Matige na sheng. Ndakwĩra atĩa? Na sio ciana nĩ ikũra. Manzejo kuna vile uko na point lakini mwana kesho leo arapuye gabiyo bidoka igwa ne mahena kaundu araiga no kaigwa kigo kimwe tora igwa ndinde guthomithagia ni nie ngaguthomithia Sheng uikare o hau mwambie kuja nifundishe hiyo Sheng nĩ ngũka sawa mimi kujua nashukuru labda swali ambalo limejitokeza na nilikuwa ni raise ni mambo tukiona wa musicians wa nje ni watu wanatambulika, watu wana heshima, watu wana hela na ninajua kuna watu wako serikali wanaangalia. Mbona hizo skiza, mbona mkakubali kusign vitu mtu anakupatia 2 bob anachukua 10 bob? Shida inakuanga wapi? Wakati mwingine inakuwa ni kutojua na kutoelewa. Wakati mwingine uko new sana kwa hizi mambo na umepigiwa simu ya kwamba tunafanya ABCD na tulikuwa tunahitaji kuje usaini and then unapata ni kijitabu
inaitwa kijitabu kitabu hivi alafu unaona the pages are so many usomi watu wengi kupitia hizo vitu vingi yote mpaka mwisho unakuta sio rahisi na wewe unajua tu kabisa hii kama nikiitwa ni sign hii kitu itakuwa tu iko sawa and then wengine wanasoma unakuta the agreement maybe imeingia vizuri sana lakini hapo baadaye unakuta kumbe haijakuwa vile ulikuwa unafikiria so that's why imekuwa out of control kwa sababu wewe umeifanya mko watu wengi na labda Janet naweza uliza hilo swali tena suluhisho ni lipi sababu hawezi kuwa Janet wewe umeenda kwa studio umelipa pesa umelipa hela umefanya video imependeza kila mtu tena mimi nimekaa hiyo naweza ita utapeli wa hali ya juu nimekaa mahali na kuitisha nyimbo zako kwa sababu wewe hauna namna unakuja tu unasign tu shingo upande lakini hauna namna suluhisho ni ipi suluhisho ni kitu ambayo inahitajika wacha Wiza seme kidogo alafu ndio I think pia sisi kama wasanii tunahitaji kujua the avenues zetu pia za mapato sababu unapata kuna msanii ambaye saizi nyimbo zake zinachezwa na haja register mahali kuna mwingine ambaye pia hajui mikakati zenye anafaa kufuatilia so I think pia as much as tunablame watu pia sisi kama wasanii tuna need as much as tuseme whether you are a gospel artist ama secular artist wewe ni mwimbaji sababu kuna vile unawekeza pesa zako pale unahitaji kupata back mko na chama so tunahitaji wasanii tunahitaji ku research unahitaji kujua ni wapi na wapi na wapi sababu pia serikali imepigana sana siwezi sema hakuna changes wacha tuongee juu ya skiza tune wachana na hizi zingine utapeli wa pesa sijui na nini skiza tune hamna mko na chama yenye tunasema hii ni union ya waimbaji wa mahali mnakaa chini sababu mimi naamini nyinyi ndio mnafaa kuwa mnakaa chini mnaita hao watu sababu nyimbo ni zenyu kila kitu ni yenyu mnawaambia sisi tuko na hii wewe utanunua na hii shilingi na wewe lakini hiyo itawezekana kama mna chama ama mna so far chenye nimekuwa nikiona by the way naweza big up Groove Awards juu ya hiyo wamekuwa wanatuleta hizo forum wanatuletea hao watu wanatuelezea kila kitu and okay mimi na feel bado hatujapata vizuri Wizkid na kuuliza suluhisho ni lipi suluhisho usianze kubiga watu sababu mko na shida suluhisho ni serikali mazee invest kwa entertainment industry yani alafu watutilie maanani kidogo sababu kuna vile yani zile dozi zinakatwa sana unanipata unakuja kupata ile pesa yenye inanifikia kusema ukweli maybe unapata ni 20% ya kazi yangu so naweza sema serikali kaingilia katikati ikuwe inatuchukulia pesa yenyewe una get juu kuna many companies zenye ziko hapo katikati sisi hatu deal na Safaricom direct ama Airtel unanipata hatu deal nao direct so paka kuwa na njia ambayo serikali inaweza fanya to deal nao direct bila kupitia kwa mtu I think maybe tunaweza saidika nitarudia jambo moja labda unataka kuongeza unataka kuongeza kitu naweza sema ya kwamba hii kitu ni kitu imeanza mbali sio kitu ya juzi na kulikuwa na wengine ambao walikuwepo mbele hawakupata suluhisho so ni kitu ambaye iko sasa hivi wenye wako saizi wanajaribu kuipigania ili mambo ikae sawa lakini what I can say it's not going to be so easy it's going to take a bit of time before tufikie suluhisho mahali but nakwambia kuna kitu inafanywa about it na najua kwa muda mfupi au mrefu kidogo suluhisho itapatikana kwa sababu ni kitu ambayo imekuepo kwa muda so hata kama unakuja saizi ukianza kuingilia ya kwamba hii nataka iende hivyo wanakuangalia cha where are you coming from unaona these things have been there but nakwambia saa hizi watu tunaishughulikia na mambo yatakuwa sawa labda ile kitu naweza omba tu ni moja watu wa musicians wa gospel mkuwe na umoja nyinyi wote mkuwe na umoja isikuwe kuna kama vile ulikubali Weezdom akuje na muimbe na yeye mchukue wote wale wadogo wachanga wakubwa
sauti ya watu wengi ina nguvu kuliko ya mtu mmoja. I think hata mna uwezo wa kukusanyika na muende State House waambie tunateseka, hakuna kazi, sisi tumeanza kufanya passion yetu lakini hatuna suluhisho. I think Mungu atapanga nje. Na feel tumekuwa tukifanya hivyo kwa muda fulani, kulikuwa na push fulani kutoka kwa imbaji ya kwamba tunataka hii jambo suluhishwe, lakini hatujapata support ile kabisa from wherever zile milango tunagonga, na feel hatujapata support ambayo inatakana, lakini waimbaji nakwambia wamechoka. Hii ni kitu ambayo imewatesa kwa muda mrefu na wamejaribu kupush. Alafu pia these cartels, they are very strong. Si watu wa kupiga hivyo unafikiria rahisi. What they do, wanaona okay mmeshikana, wanachukua wasanii wakubwa, wanawaweka kwa mfuko. So hao wengine lakini wacha nikwambie hii serikali najua kuna kitu haiwezi. Kama Matiang'i alimaliza kateli ya masomo, hata hii nyingine itamalizwa tu. So ni the right people wenye tunaenda kugonga milango zao, waamke na watusaidie, wasimame na waimbaji ili kitu isuluhishwe, kwa sababu waimbaji wanasumbuka kweli. Nakwambia sister, kuingia ndani ya hiyo studio, urecord that song, ukuje ushoot that video, ukuje ufanye all these things. Tukikwambia saizi video yenye tumekuja kulaunch hapa imecost pesa ngapi? Utanini utabaki umeshangaa. Labda naweza omba mtu wa kwanza sikiza hao watu wasikiza wherever wenye wanaitwa wanajiita majina mingi, waache kuwatapeli. Mimi naweza sema hivyo sababu mimi hakuna kitu ya kulose. Waache kuwatapeli. Musicians wale wanaingia State House, akina Ben Githaya, akina huyu nani anaitwa huyu mwenye alimba na wajishi, au ndio watu wanafaa, sababu najua president wetu ni mtu anapenda watu, na sidhani kama anaweza taka muangamie. Au musicians wenye wanaingia State House waweze kuwatetea, na wasipoenda na tumbo zao watetee waimbaji tafadhali. Hapo sasa changamoto tulikuwa tunasema changamoto, la tunamalizia. Ndoto zako ni zipi? Ndoto zangu naamini Mungu for big things hapa mbele. Mungu atusaidie. Unajua kama tunaona kuna waimbaji wa kutoka nje wengi unaenda kimataifa, unaona, na mimi ndoto yangu ingekuwa ni kwamba Mungu atusaidie. Tumeanza kuenda, lakini Mungu atupeleke zaidi. Injili ambayo tunafanya, kazi ambayo tunafanya kwa hiyo uimbaji, Mungu aifikishe mbali. Yani the music, the word ifikie watu wengi, na hiyo ndio ndoto yangu zaidi, ya kwamba Mungu atuletee. Unaona siku hizi kuna live recording ni watu wanafanya a lot huku nje. Natamani sasa pia ifike Kenya, na Mungu akisaidia pia na sisi ndio tuianze. Unafanya full time gospel? Yes, I do. Inalipa? Mwanzo ulingangana? Mwanzo unangangana. Mwanzo nafikiri Kenya tuna waimbaji wengi ambao wanafanya kazi mzuri kulingana na vile naiona, lakini pia hatujapata support ya kutoka nchini hapa kwetu sisi wenyewe. Kidogo tunapenda kusupport sana nje kuliko watu, na hiyo ni ombi kabisa. Hata nyinyi ambao mko kwenye media, tu support sana waimbaji wa Kenya, kwa sababu kidogo unaona kama wa nje wanakumbatiwa zaidi. Sijui kama Biblia inasema nabii anaheshima kwao sana. Sijui kama ndio hiyo inafanyika kama nini, lakini mimi naomba tupate support zaidi kwa ndani, ili support ya ndani itatusaidia zaidi kutoka nje. Tusipoipata kikamilifu hapa ndani, bado utabaki umezunguka tu. Sasa mkitaka kutoa the best ya kwenda nje, tupatini support kwanza kama vile wengine wanafanya. Labda mentor wako mwenye unaangalia labda si hapa nje, unaweza taka kuwa kama nani? Naweza sema Sinach amefanya kazi sana na kuna favor ya Mungu. Sababu yani dunia nzima inamfahamu, and mimi admire sana kazi yake, sababu kazi yake si ati amejituma sana, lakini ni mtu ambaye ako na favor ya Mungu. Naweza taka hiyo favor. Naweza taka kuwa na hiyo favor kwa na and niko na ndoto za kufika mbali. Lakini pia vile mama amesema inaanza hapa. So hiyo support inahitajika sana. Kweli. Hata ukiangalia wale wasanii wenye wanatoka kwa hizi nchi neighboring zenye wameshaingia huku, wanapokelewa sana kutuliko. Kwao ndio walipokelewa kwanza na wakapendwa, ndio sisi tukawajua. So lazima ianzie hapa. Ni kweli. Labda unaweza taka kufanya collab na nani mtu wa nje? Ni nani unatamani kufanya collab naye? Mimi.
Naweza sema ya kwamba mimi collabs hata zile nimefanya hakuna ile nimewahi kupanga. Ya kwamba hii nimepanga kabisa naenda kufanya hii collab. Mungu waga ananipangia. Sasa ni ombi langu kwa Mungu ya kwamba anipangie ile ambaye anapenda, anaona ni vizuri nikiwa naye na kunipeleka hatua nyingine. Wakati gani ulikuwa umesikia, when was your lowest moment? Ni wakati gani ulisikia sasa hauna nguvu? My lowest moment is when unajua katika maisha mtu unatembea unakumbana na mambo fulani. Nilikumbana na mambo fulani ambaye nilipoteza ndugu yangu, alafu kwa muda mfupi nikapoteza tena mwingine. Na hao ndio my two elder brothers. So hapo nilisikia kama nimebaki nimeumia sana moyoni. Nikawa nauliza kama Mungu yupo kweli ama hayupo. Ikanitingiza katika maisha, lakini Mungu alikuja akanisaidia tena, akanitia moyo na nguvu, na nikakumbuka ya kwamba Mungu waga anatupenda zaidi kuliko vile anawapenda zaidi kuliko vile tunawapenda. Kwa hivyo ameona ni wakati wake ambaye unafaa kuchukua mtu. Sasa mimi nani kusikia kama nimebaki nimefinyika, nikasema basi kama Mungu amesema ni hivyo, wacha tuamke na kufanya kazi ya Mungu na tuendelee. Ni kweli. Weezdom, kuna siku nilikuwa hapa na Ambosi Day. Vijana wame lose hope. Ambosi Day alikuwa ananiambia yeye ndio alikuwa messenger wa Ghetto Radio. Labda ni wakati upi unaweza kumbuka ulikuwa chini kabisa? Wakati nilikuwa chini naweza sema ni wakati nilikuwa nafanya kazi kwa hoteli pale Thika main stage. Si kitambo sana. Like 4 years ago. Na nilikuwa nalala kwenye ile hoteli jioni, ikifungwa mimi natandika hapo shuka chini na blanketi na lala hapo. Alafu kidogo tu kwa kazi kuna wana mafitina mingi, nikakuja nikafukuzwa hapo. So nilikuwa nalala kwa viti hapo Thika main stage. So mchana na bebea watu mizigo hapo kwa hizo gari za Kenya mpya. So jioni ikiingia nilikuwa tu na stress kila siku. Sasa ndio umeshinda Groove Award. Uliwahi fikiria utafika hapo? Sikuwahi fikiria. Lakini hukuwahi lose hope. Hata huo wakati nilikuwa naandika nyimbo, lakini nilikuwa sasa nime lose hope. Nilikuwa nime lose hope ile naona so nilikuwa naandika story yangu. And that's why all my songs nimejipata naandika testimony yangu. This is the first song nimefanya na mamu yenye ni happy song, sisemi shida yoyote. Yani nataka Yesu anakupenda sana. Amen. Camera number 3. Kuna kijana ame lose hope. Kuna msichana ame lose hope. Kuna mtu wako na gana anataka kwenda mahali auwe mtu ashoot mtu. Kuna msichana fulani anataka kutafuta sponsor, anataka kwenda kufanya umalaya. Camera number 3. Okay. Wapatie hope. Mimi naweza waambia yani kwa life ile kitu yenye uliamua kufocus nayo ni muhimu sana. Like for example, kawe ni footballer, kawe ni acrobatic, kawe ni dancer, kawe ni mswa kucheza keyboard, kawe ni guitarist. Na hata kama huna talent, kuna ile kitu umefocus nayo unaweza taka kufanya. Hautawahi ifikia kama hakuna kitu unado about it. So kila asubuhi ukiamka, make sure kama una ndoto ya kukua kitu mtu fulani, lazima by jioni ikiingia kuna kitu umefanya about it. Na sana sana naongea na wasanii wenzangu, najua kuna maartist wengi wananiwatch saa hii. Nejoe kuri na aini aige muno mena kiheo no matire makoro na bia cia uthie kuruta rwimbo, bia cia video, lakini wengi wao unapata yes wako na hiyo ndoto but hawako prepared for greatness. Unapata hata saizi wakapatana na tuseme na manager wangu DJ Sadiq, ama wakapatana na management ya Genius Records, hayuko prepared. Mtu ana ndoto ya kuwa msanii lakini ameandika wimbo mmoja mama. Hiyo tu ndio wako nayo. Mtu ni footballer, hafanyi practice. So kwa kila kitu lazima tutie bidii. Ma'am, camera number 1, nataka uzungumzie mtu alitoa music moja. Iko black and white, hata quality ni 0. Hajaipata hata anaenda kuomba aimbe kwa mazishi hata haruhusiwi. Camera number 1. Nataka kumwambia hivi ya kwamba Mungu upenda kujitukuza sana ndani ya kazi yake. Pale ambayo umefanya kazi ya Mungu, kama ulishoot na phone, unaweza kuwa umeshoot na kamera ambaye yani ni umeenda tu chini ya mti mahali ukaishoot. Nakwambia Mungu anajua kujitukuza ndani ya wimbo.
wimbo haikuangi ni hiyo video kubwa, haikuangi ni vile umeenda kwa studio kubwa umefanya kazi. Mungu anajitukuzaga mahali popote ambaye umefanya kazi. Wewe cha muhimu ni ya kwamba fanya tu ile ambaye Mungu ameweka ndani yako, alafu kazi zingine zimebaki mwachie yeye, anaenda kushughulika nayo. Na huenda kuna mtu ambaye ako pale nje anatuangalia leo, anaona ya kwamba sisi kweli tunaweza hata kufikia mahali kama hawa watu wamefikia. Nakwambia Mungu anakupenda sana. Mungu anapenda viumbe vyake. Na anakuaga na something beautiful kwa kila mmoja ambaye ameumba. Unaona? Nakwambia ya kwamba ndani yako kuna package fulani. Kila mtu anakuanga na package fulani ndani yake. Ni wewe tu uitoe alafu unwrap. Fungua tu. Ukifungua utakuta kuna kitu mzuri sana ndani yako. Ichochee. Ukiichochea na uweke Mungu ndani yake, utashangaa kabisa. Na sisi tulianza tu kutoka hakuna mahali. Kama ni mimi niko hapa, hata wewe unaweza. Msijui wapi. Unaweza. Wengine wetu tukikwambia ushuhuda kule tulitokea, itakuita utuletee ushuhuda. Nakwambia utashangaa, utasema ya kwamba wengine unajiita sisi ni mahustlers. Unajua sisi ni masafaras. Nasikia vijana wanasema huko nje. Hakuna cha safara wala nani hapa. Mungu amekupenda na atafanya kitu kizuri. Nashukuru sana. Weezdom, nataka unapatikana wapi? Unaweza first kabla hata unitafute, ingia YouTube, tafuta Janet Otieno and Weezdom, amka ucheze. Watch your song na hope itakubless. Subscribe kwa hiyo channel. Unaweza nipata kwa all social media platforms as Weezdom Music. Na pia kwa msanii mwenye unaweza taka kurekod ama unaweza taka kusainiwa, Genius Records na hope kuna hizo mipango. Unaweza tafuta DJ Sadiq, Facebook, Instagram DJ Sadiq, kila mahali ni DJ Sadiq. Huyo DJ Sadiq atakuja hapa tukirudi January atuambie tunapata wapi hiyo studio yao. Naweza wapea namba ya studio. Ni 0723749584. Unaweza ukiwa msanii unaweza piga simu. That is kama umejipanga, nimesema lazima utie bidii. Mimi nilisaidiwa juu nimetia bidii. Umekuja kufanya marketing. Neno la mwisho Janet, unapatikana wapi? Kwanza kabisa ukitaka kunipata we enda tu kwa social media zote, niko hapo kama @Janet Otieno KE. Mahali popote pale utanipata na tunawapenda sana. Yani ukitaka ni kusupport, unajua saa zingine unaweza angalia useme ningependa huyu ani support mahali alafu una nini, unaangalia unasema anaitwa Janet Otieno, si ndio? Usiangalie hiyo jina. Wewe nitafute tu. Uwe unatoka Karatina, unatoka inaonekana mpaka wapi? Kweli. Kila mahali. Hata tuko live Facebook na tunaenda mpaka nje. Wewe nitafute tu, ongea na mimi, kuja tu hapo kwa Facebook, kuja mahali popote, inbox, hata kama ni kwa comment. Ni kweli. Niambie tu Janet nataka ninafukuzwa. Alafu tuzungumze. Kuna fans sijasalimia. Ben akiwa Roysambu aniambia anani watch. Kwanza una date. Wewe una wife? Aki mimi mambo siwezi sana.